Poleni sana waombolezaji. Kwa hiyo ndugu zangu, nitasoma kwa sababu kuna mambo mengi nataka myafahamu pia. Naona nisije kasahau mengine. Na tuna shukrani za watu wengi. Ndugu zangu, ni katika kuomboleza, poleni sana kwa msiba wa binti yetu. Naamini sote tulikuwa pamoja katika kumsaidia binti yetu kwa namna mbalimbali katika maradhi yake. Binti yetu amefariki akiwa na umri wa miaka takribani 7. Kwa hiyo ni wazi kabisa amefikia umri huo kwa kupata msaada na huduma mbalimbali kutoka kwa watu mbalimbali na watu wengi bila shaka. Kwa hiyo nawashukuruni nyote ambao mmetoa msaada kwa binti huyu kwa nyakati mbalimbali. Mimi binafsi nimemfahamu marehemu miezi tu michache iliyopita. Nadhani ilikuwa mwezi Aprili. Tuliona kwenye vyombo fulani vya habari kwamba kuna mtoto ambaye anahitaji msaada wa matibabu ya matundu katika moyo. Kwa hiyo ofisi yangu ikafanya juhudi zikampata na tukamfahamu, tukaanza kumpa msaada. Kwa hiyo ofisi yetu ya Bunge ilipata taarifa kuhusu binti huyu. Basi tukaona ni sisi pia tunahitajika kutoa kitu. Tunaweza tukatoa msaada fulani. Kwa katibu wangu alikutana na mama Swahila na kunipa taarifa kuwa Swahila na matundu kwenye moyo. Na tukaambiwa kwamba gharama za matibabu yake ni shilingi milioni 4. Kwa hiyo tukasema tutaweza tukajitahidi kwa kumsaidia. Baada ya hapo niliwasiliana na wataalamu wa taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete, ambako bahati nzuri pale mimi na wataalamu pale ambao ni wanafunzi wangu. Niliwafundisha huko Loleza Sekondari Mbeya. Na mmoja anaitwa Profesa Pili Chilo, nikaongea naye akaniambia mlete tuone tutamfikishia wapi. Kwa hiyo nilishauri nimpeleke na watamsaidia namna ya kumtibu. Alifika pale na akaanza vipimo ambavyo vilionyesha tatizo ni kubwa zaidi ya matundu katika moyo. Kulikuwa na matatizo mengine mawili ambayo mimi siwezi kuyafahamu kitaalamu, lakini yanahusika na namna ya kupeleka damu kwenye mapafu. Kwa hiyo kashauri aende kwenye matibabu ya kiwango cha juu nje ya nchi. Kwa hiyo taratibu zikafanyika kwa msaada wa Wizara ya Afya ili mgonjwa apelekwe India. Tulipata kibali mapema na maandalizi ya safari yakaanza, passport ikapatikana, visa na ticket. Kwa tarehe 28 Julai 2026 waliondoka kwenda India, ambako vipimo vilirudiwa tena na jopo la wataalamu kule India wa tiba ya moyo. Walijadiliana sana. Walikuwa nasikia vikao zaidi ya 3. Lakini baadaye wakaona ni bora kumfanyia upasuaji kwa sababu bila